Hii ni Nyati Resources Gold Mine CIP plant, moja ya plant ambazo nimeshiriki kikamilifu katika kuandaa electrical circuit zake zote pamoja na kuzinstall. Na hapa tulikuwa kwenye hatua sasa za kutesti kuweza kuona kama mitambo inafanya kazi na kama circuit zetu za umeme ambazo timu ya maengineer tulidesign kuona kama zimeweza kufanya kile ambacho tulitarajia. Kama unavyofahamu, CIP plant ina section nyingi sana lakini moja wapo ya section ni grinding section, kuna classifier section, kuna CIP tank section, na hii unayoona sasa hivi ni grinding section ambayo inaanzia kwenye primary jaw crusher inayopokea mawe na kuyasaga kuweza kuyapunguza size kutokana na watu wa production wanataka size kiasi gani, na baadaye hayo mawe yanapelekwa kwenye jaw crusher zingine ambazo ni secondary jaw crusher. Unazoziona hapo mbili zinazoangaliana zinazidi kuyapunguza mawe katika size nyingine ndogo zaidi ambayo inahitajika. Kwa hiyo baada ya mawe kuweza kutoka kwenye hii secondary jaw crusher, ziko of course ipo moja ndio inayopokea kutoka kwenye primary jaw crusher. Kuna secondary nyingine ambayo inapokea return, kwa sababu baada ya mawe kusagwa kwenye secondary jaw crusher yanaenda kwenye vibrator, ambapo kwenye vibrator kuna screen ambazo zina kama vile zina select kwamba mawe ya size fulani ndio yanaweza kupita kwenye hiyo screen ambayo kimsingi ni chujio. Kwa hiyo yale mawe ambayo hayajafikia size inayotakiwa yanarudishwa tena kwenye secondary jaw crusher namba 2 ili yaweze kusagwa kwa mara nyingine tena kuifikia ile size ambayo inahitajika. Kwa hiyo baada ya hapo hayo mawe yanaelekea tena kwenye section nyingine ya mbele, lakini yanafikia kwanza kwenye lower bin ambayo kimsingi ni kama storage au ni sehemu ambapo mawe yanakuwa stored kwanza, yale ambayo yamesagwa na kuchujwa. Kama unavyoweza kuona hayo mawe ambayo yanadondoka hapo ni mawe ambayo hajafikia size, kwa yanarudishwa, lakini ile conveyor unaona inaelekea kule mbele kwenye matenki kama ya blue, maana yake ni mawe ambayo yamefika kwenye size inayotakiwa na yanaweza sasa kuendelea na process nyingine. Yes. Kwa hiyo baada ya kwamba mawe yamekuwa stored kwenye hizo lower bin, kwa chini kabisa unachokiona hapo ni vibrator ambazo kimsingi zinashusha yale mawe kwa kiwango ambacho kinahitajika ili sasa yaende yakasagwe kwenye section nyingine ambayo ni ya classifying, ambayo yenyewe moja ya component au mashine kuu ambayo iko pale ni ball mill. Na kwenye hii plant kuna ball mill ziko 4. Kuna primary ball mill kubwa ziko 2, lakini pia kuna secondary ball mill ndogo nazo pia ziko 2. Kwa hiyo nazo tutaziona, lakini hapa ni section ambayo mawe yanashushwa kwenye conveyor. Unavyoona ni taratibu hiyo inapeleka mawe kwenye conveyor ambayo sasa itapeleka mawe yetu moja kwa moja kwenye ball mill. Kwa hiyo hiyo ni vibrator motor, ina vibrate, inakuwa inashusha mawe kwa kiwango, na hiyo vibration tunaweza tukairegulate. Tunaweza tukaamua iwe kubwa ama iwe ndogo. Vibration ikiwa kubwa maana yake mawe inabidi yashuke mengi, na vibration ikiwa ndogo maana yake tunataka mawe yashuke machache. Hii ni kutokana na watu sasa wa process na maengineer watakavyoamua kiwango cha mawe kinachotakiwa. Sisi watu wa umeme fahamu sana upande huo, kwa hiyo naweza nisome maelezo mengi sana kuhusiana na kitu hicho. Kama unavyoweza kuona hizo ni ball mill. Mawe yakishaingia ndani yanasagwa, yanakuwa unga kabisa, na of course kuna maji pia yanaingia humo ndani. Kwa hiyo kinachotoka kwenye ball mill unakuwa ni uji au unaita slurry. Sasa ikitoka hapo sasa ndo inaendelea mbele zaidi kwenye section nyingine ambayo ni ya matanki, agitator tanks, na unachokiona hapo hizo ni VFD. Kwenye hii plant almost mashine zote zilikuwa zinaendeshwa na VFD. Kwa hiyo tuliinstall VFD kwenye agitator tanks zote. Ziko tanki karibia 10 na kila mmoja ina VFD yake. Na hapa tulikuwa tuna test tu kuona kwamba zinatembea zote na zinafanya kazi
Of course ilikuwa ni kutesti tu kama circuit ziko vizuri. Kama unavyoweza kuona blade hizo zinazunguka, hiyo inamaanisha kwamba drive yetu sasa, hizo VFD zimeweza kudrive vizuri hizo mota, lakini hapo ilikuwa ni kwamba hamna load. Mfano kama hiyo ni maji tu. Kwa hiyo tulikuwa tunatarajia sasa baada ya slurry lile tope ambalo linatoka kwenye ball mill likishaingia humo ndani tuweze kuona performance yake sasa, manake tutakuwa sasa tuna run under load, tuweze kuona kwamba kukiwa kuna mzigo bado hizi zitaweza kweli kuzungusha. Pia tuweze kuchukua reading za msingi kama vile current, tuchukue reading kama vile za voltage, zinatusaidia kuweza kujiridhisha kwamba tuko salama, kwa sababu kuna viwango vya voltage na current ambavyo havitakiwi kuzidi kulingana na VFD ambayo tumeifunga kuweza kuendesha hizi mota. Hizi mota zilikuwa za size moja, zote ni za kilowatt 11. Kwa hiyo hii ni overview tu. Tunaangalia tu section mbalimbali kwa juu, na sasa ngoja tukaone kwenye powerhouse iliyopokea umeme wa kuendesha hii plant yote, tuone kuna nini. Kwa hiyo powerhouse yetu ilikuwa design kwa kutumia container. Kwa hiyo vitu vyote vilikuwa installed ndani ya container kwa ajili ya usalama zaidi, na kama unavyoweza kuona panel ziko vizuri kabisa, na hizi panel zimetengenezwa na kudesigniwa Bongo, hazijaagizwa nje. Kuna kampuni imeweza kuzidesign na baadaye tukaweza kuzitumia sasa kuweza kuinstall VFD zote humo ndani. Tukainstall VFD zote zinazotakiwa humo ndani. Moja ya VFD kubwa ambayo iko humo ndani ni VFD ya kilowatt 220 ambayo ilikuwa inahusika na kuendesha ball mill kubwa ambayo ina mota yake ilikuwa ina kilowatt 180. Kwa hiyo hii powerhouse ina panel refu sana na ina section mbalimbali. Kuna main breaker iliyopokea power kutoka kwenye transformer ya TANESCO ya 1 megawatt, ambayo breaker ilikuwa na size ya ampere 1600. Lakini pia kuna power factor collection unit ambayo size yake ilikuwa ni kVAR 415. Kwa hiyo zipo section nyingi sana, siwezi kuzikava. Labda baadaye nikipata muda nitatengeneza video ambapo nitakuwa na cover section moja moja. Section hiyo naona hapo kuna change over switch, kwa sababu kama unavyofahamu agitator tanks hazitakiwi kuzima. Kwa hiyo huwa kuna backup generator ambayo inatakiwa iwashwe pale tu umeme wa TANESCO unapokuwa umeondoka kwa muda au kuna hitilafu. Kiufupi ratiba hiyo niongelea kwa juu sana, sijaenda in detail sana, lakini kuna mengi sana ambayo mimi kama professional pia niliweza kujifunza, maana hii ni mifumo ya kisasa.